Kwa jina anaitwa JB Asheri Fungo. Kama ni mwenyekiti wa mgogoro wa muda wa wakulima na Nanyuki. Ndugu Mheshimiwa Rais wa nchi Samia, kwa kweli wa Tanzania tuna shida kubwa sana mkoa wa Mbeya, wilaya ya Rungwe. Huu mgogoro Mheshimiwa Rais, kuna ufahamu, sio umeanza leo. Kuna kipindi ulikuja na hayati Mheshimiwa Magufuli na ulisema naomba huu mgogoro uishe haraka. Na Area Kamishna wa wilaya alikuja tarehe 8 mwezi wa 9 2017. Alisema wananchi muendelee kulima mashamba yenu na kanisa endeleeni kulima mashamba yenu. Bado hatujaubaini mkataba wa umiliki awamu ya pili. Hapo ni kwamba viongozi wa kanisa waligaidi maamuzi ya Area Kamishna wa wilaya wa Kanda. Kweli haya mashamba si wananchi, tumeyatumia miaka mingi. Ni urithi kutoka kwa baba zetu. Mimi hapa nina miaka 80 na atumia mashamba haya. Leo ghafla wanasema ni marufuku kulima. Atakayepatikana nitatuma mbwa wangu. Kwa kweli kitendo hiki Mheshimiwa kimetukera vibaya mno. Kweli nategemea kabisa kana kwamba Rais, wewe ndio jicho letu. Wewe ndio tegemezi letu kuu. Tunaomba usikie kilio cha sisi Wanarungwe. Wapi tutapeleka familia hizi? Watoto hawa yatima, wanafunzi wanakwenda shuleni wanarudishwa. Mahindi hatujalima, maharage hatujalima, viazi hatujalima. Sasa hivi ingekuwa ni mavuno ya viazi, maandalizi ya mavuno ya maharage. Sijui tutaelimishaje watoto kwa ajili ya mtu mmoja huyu. Mheshimiwa, tunaomba upokee kilio cha Wanashukura. Pili, Mheshimiwa, tunaomba msaada wa chakula, tusaidie. Mungu hajawahi kuomba msaada wa chakula, lakini mwaka huu tumepigwa kibao kizito sana. Kwa majina naitwa Apilike Nikuntufya Mwanjabara. Ni mwananchi wa kijiji cha Ilolo, kata ya Kiwira. Ni mkulima ambaye nalima mashamba ya Nanyuki. Ndugu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi wananchi tuna shida na kero kubwa ambayo imeanza muda mrefu mpaka sasa haijapatiwa suluhu. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni msaada wetu. Tunajua tunaamini utatusaidia kulingana na janga tulilolipata la kupokonya mashamba na kanisa la Moraviani. Kanisa la Moraviani lilianza kupokonya mashamba yetu toka mwaka 1991 ambapo mkataba wao ulikuwa umeisha, na mpaka sisi wananchi tunavolima mashamba hatujai kuingia makubaliano na mkataba wowote. Tunashangaa wao wanasema eti haya ni mashamba yao, wana hati zipo wilayani. Na hizo hati tunajiuliza walipewa na nani mkataba wa makubaliano na wananchi ambao sisi hatukushirikishwa mpaka wakaja kuwekewa hati na maafisa ardhi? Kwa kweli tumeumizwa sana Mheshimiwa Rais. Mpaka sasa tunasomeshea hayo mashamba watoto wetu, tunapatia kipato kupitia huko, tunaendeshea familia zetu kupitia hayo mashamba tunayoyalima. Tunapanda mazao ya aina mbalimbali na mpaka sasa hivi mazao mengine alikuwa shambani tulikuwa tujatoa. Mzungu huyu anaitwa Robert ambaye ana kampuni inaitwa Kuza Afrika, ameingiza mifugo yao, yani nikimaanisha wanyama, yani ng'ombe. Wamekuwa wakiharibu mazao yetu na tukilalamika kwenye viongozi husika wanasema bado hatujabaini kwamba ni nani miliki halali. Hivyo maagizo ambayo yalitolewa na mkurugenzi wa wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Rungwe aliagiza kwamba wakati mgogoro huu unashughulikiwa, pande kuu mbili kati ya kanisa la Moraviani waendelee maeneo ambayo walikuwa wanatumia na wananchi waendelee maeneo ambayo walikuwa wanatumia kuyatumia, lakini wao wamevunja hayo makubaliano kabla hajatoka hukumu ya kwamba nani ni miliki halali. Hivyo Mheshimiwa Rais, tunaomba utusaidie, utusikie kilio chetu na utatulie hii kero ambayo imedumu kwa muda mrefu. Tunaomba msaada wako, hitimisho ifike ili hatimaye tuendelee kutumia hayo mashamba siku zote za maisha yetu. Kwa hiyo tunakutegemea Mheshimiwa Rais, kwa kweli tunakuamini, ni msaada wetu. Hakuna mwingine kimbilio letu, ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuko chini ya miguu yako, tunapiga magoti. Tunaomba utusikie Mheshimiwa Rais. Tuna kilio kikubwa tunalia. Sisi ni wananchi, hatuna mahali pa kwenda.
tunaomba msaada wako. Hatuna sehemu ya kufanyia kazi, sisi ni wakulima ambao tumejiajiri kwenye kilimo hicho. Naomba Mheshimiwa Rais kuwasilisha haya malalamiko yangu, naomba tusikie kilio chetu. Kwa jina naitwa Atupele John Kamsa, natoka Siukula. Mama, tuko miguuni mwako. Mimi la kusema sina, bado nina kilio kwa sababu hata wanafunzi nimeshindwa kusomesha. Mimi ni mama, mimi ni baba. Baba, tunakuomba mama, tunakuomba msaada huko kwako, tunalia. Tuko miguuni mwako. La kusema tunashindwa hata kama kwamba tujielekeze kiumbali, kiudhaifu. Yani tunaongelea kwa udhaifu wetu jinsi tulivyo. Sisi tumezoea kilimo, ndio tunasomesha watoto. Sisi tumeanza muda mrefu, baba zetu, baba zao, babu zao walikuwa wanatumia haya mashamba. Sasa wametunyang'anya. Tuende wapi? Tuende wapi mama, tunakuomba. Tuko miguuni mwako. Mimi nashinda hata kusema, sijui niseme nini mbele yako. Ila tuko miguuni mwako. Tuko tunagalagata miguuni mwako, tunakuomba tusimamie. Tulipo jamani, nifanye nini mimi? Mimi nashinda kusema, naomba niishie tu hapa. Ila nakuomba mamangu. Kwa jina naitwa Samsoni Uli Kiomora Mwangama. Mimi ni mkulima wa mashamba haya. Mimi ni mzaliwa wa hapa Rungwe. Na kwa kweli kanisa kwanza alifika Mjerumani hapa mwaka 1891, aliomba mkataba kwa chifu. Mkataba huo ulichukua miaka 100. Mwaka 1991 mkataba uliisha. Baada ya hapo kuna barua ambayo aliandika Aaron Mwakang'ata mwaka 1992 kwamba mashamba yarudishiwe mkataba wao ulipokwisha. Na itakiwa mwaka 1991 kanisa lifanye jubilii ambapo Mjerumani au kanisa la Moravian ambaye alikuja kurudisha mashamba kuikabidhi wananchi. Tangu mwaka huo imekataliwa. Na mwaka ambao walikuja kufanya jubilii kwa mwaka 1994. Wakati wa mkataba huo Mjerumani alirudisha mashamba kwa wananchi. Baadaye Aaron Mwakang'ata aliandika tena barua nyingine na kukutanisha kamati au jopo la kanisa pamoja na wananchi. Na mpaka dakika hii hatuelewi imefikia wapi, na sisi ndio kilio tunacholia mpaka dakika hii. Baada ya muda mrefu, miaka ya 2006 ndipo hitaji la kuweka wawekezaji kwenye maeneo ya kanisa lilipoingia. Kipindi hicho mwenyekiti akiwa mchungaji Angetia Isaya Msomba. Baada ya kukana, wananchi walilalamika kwamba hawana maeneo wanayoweza kwenda kulima, hivyo likasimamishwa kwa muda. Lakini 2017 ndipo mwekezaji wa kwanza aliingia baada tena ya kukana wananchi, na kwa kweli hakuwa tayari kuyaachia maeneo kwa sababu ameyatumia pia kwa muda mrefu. Lakini utaratibu ulifanyika ikiwa ni pamoja na vyombo vya serikali kushiriki, kushauri, lakini pia na kutatua hiyo changamoto. Na kimsingi ilifika mpaka ofisi ya rais. Kipindi hicho yupo hayati John Pombe Joseph Magufuli, kupitia Wizara ya Ardhi. Kipindi hicho hayati William Lukuvi akiwa waziri wa ardhi alimwagiza mkuu wa mkoa wa kipindi hicho akiwa Albert Chalamila kuja kutoa mwongozo. Maswali ya mheshimiwa na Albert Chalamila akiwa miongoni mwa wananchi, akiwa kwenye eneo la tukio, alipiga simu kwenye loudspeaker akiongea na mheshimiwa waziri wa kipindi hicho Lukuvi. Alipewa maswali yafuatayo. La kwanza, je, kanisa wanaposema ni maeneo yao wana hati? Jibu likiwa ndio. La pili, wameyaendeleza? Jibu ni ndio. La tatu, wanayalipia? Jibu ni ndio. Akaamuru wote wanaoyatumia maeneo wayaachie mara moja. Kwa kipindi hicho yalichukuliwa zaidi ya 3/4 ya maeneo, yakaachwa maeneo machache ambayo kwa sasa hivi tulivyoyapitia naonesha na ekari kama 648. Baada ya kuachia kwa muda, mwaka jana 2025
tarehe 5 mwezi wa 3 kanisa liliuandikia uongozi wa serikali ya kijiji cha Siukula kwamba maeneo yaliyokuwa yamesalia mikononi mwa wananchi tunahitaji, tunataka kuyatumia. Serikali ikafuata taratibu zote za vikao na ikawaita wananchi, ikawashirikisha wazo hilo. Jambo la kwanza walikiri kwamba kweli ni maeneo ya kanisa. Lakini jambo la pili wakaomba muda kwamba tunaomba angalau miaka 5 tujipange kwa ajili ya kuyaachia maeneo tukitafuta maeneo yetu, kwa sababu hatuna maeneo mengine ya kujikimu. Lakini uongozi wa kanisa ulizungumza kwamba moja ya sababu ya kuitaja maeneo ni kwa sababu yanalipiwa lakini hayaingizi kipato chochote kwa kanisa. Kwa hiyo miaka 5 haitawezekana. Kwa mwisho wa siku tukakubaliana mwaka mmoja, kutoka 2025 March mpaka 2026 March. Aprili 2026 asionekane mwananchi kwenye maeneo yale. Wakasaini kwenye muhtasari ya serikali ya kijiji, na muda ulipofika baadhi walikuja kuomba kwamba tunaomba badala ya kumpa mwekezaji tusaidieni sisi tuendelee kulima. Tukawaambia swala la kuendelea kulima kwenye maeneo ya kanisa ni maamuzi ya vikao. Kwa hiyo yule mhitaji ndiye atakayekuja na tutajadili ombi la mtu mmoja mmoja, msije kama kundi. Tunahitaji tuone mhitaji hasa ni upi. Lakini wakati wengine wanakuja kuomba, wengine walienda ofisi ya mkuu wa wilaya kulalamika kwamba maeneo yetu yamenyang'anywa na kanisa. Wakafikia ofisi ya katibu tawala. Katibu tawala alituita, tukaenda tukamsikiliza kwamba kuna watu wamekuja kulalamika kwamba tumenyang'anya maeneo yao. Tukamwambia tuna maeneo tuliyonyang'anya, maeneo tunayohitaji ni ya kanisa, ila walikuwa wanayatumia kwa muda. Baadaye wakataka tuwapelekee nyaraka zinazothibitisha kwamba haya maeneo ni ya kanisa. Tulizipeleka nyaraka zote ofisi ya katibu tawala. Katibu tawala baada ya muda akatuita kwamba tutaonana site pamoja na mkuu wa wilaya, lakini kwa bahati mbaya ratiba zikawa nyingi za mkuu wa wilaya, haikutokea hivyo. Lakini baada ya muda pia tuliitwa ofisi ya mkuu wa wilaya. Tulipoenda ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya akatuambia kimsingi nimepitia nyaraka mlizoziwasilisha, lakini nimepitia na documents zingine za kiserikali kwamba kumbe huu mgogoro hauanzi leo, ulikuwepo na ulimalizwa na mamlaka za juu za serikali. Kwa hiyo nakiri eneo ni la kanisa kwa nyaraka hizi, ila kuna baadhi ya watu wameonyesha kweli uhitaji. Tunaomba muwasikilize, muwasaidie ili waweze kujikimu. Lakini tukamwambia mkuu wa wilaya, ni vema sana, lakini wale watu wataka kutufuata sisi. Hawezi kuja kuomba kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Wanawafahamu wamiliki, si wafuate miliki. Lakini jambo la pili, wakati wengine wanakuja kuomba kwa hekima namna hiyo, wapo wanaendelea kufanya fujo. Tunapokwenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya tayari wamesha ripoti TAKUKURU. Wakituhumu uongozi wa serikali ya kijiji kwamba wamekula rushwa, ndio maana wanatutetea sisi. TAKUKURU pia walitaka nyaraka, tumezipeleka. Na zingine nazo hapa. Tumezipeleka, wamezipitia. Kama hiyo itoshi, wakaripoti siku afisa mipango miji kwamba wanajenga wigo, wanaingilia mpaka maeneo yetu. Bahati nzuri afisa mipango miji alikuja pamoja na afisa ardhi, tukafika site kule. Walipoona ule wigo, upande ni eneo la kanisa, upande ni wakulima tea company chai, eneo la wananchi halipo. Kwa wakajiridhisha wakaondoka, lakini wakasema tunahitaji mpate permission ya kujenga kutoka ofisi. Tukafanya hizo taratibu. Kwa kimsingi maeneo ambayo wanayalalamikia sio ya kwao, ni ya kanisa, na taratibu za kuyarudisha zimefuatwa. Tungeweza kwenda na kumpa mwekezaji na kuambia stop, tukapa stop order, lakini tukapita zile hatua za kiungwana kwamba angalau waandaliwe. Lakini kwa habari ya mazao ambayo yanasemwa, bila shaka na ninyi mlipita.
Kama kuna mazao yalikuwemo yameliwa, mnaona kwamba hapa palikuwa na mahindi yameliwa, hapa palikuwa na viazi, hapa palikuwa na maharage, bila shaka mmepita. Lakini kimsingi mpaka tunaenda na maafisa ardhi na mipango miji, kulikuwa na mabua tu. Wachache ambao walikuwa wameacha magimbi sio na miwa walikuja kuomba permission ya kwenda kutoa, na tuliwaruhusu wakatoa. Kwa hiyo mpaka ng'ombe wanaachiwa, hakuna zao la mtu ambao liko limebaki, ingawa muda ambao tuliwapa wa kuyatumia ile maeneo ulikuwa umeshapita. Ilikuwa tangu Machi mwaka huu wawe hakuna mtu mwenye mazao yaliyobaki shambani, kwa sababu walipewa kipindi cha mwaka mmoja na waliambiwa walime mazao ya muda mfupi tu. Kwa jina naitwa Andrew David Ngosiemo, ni mwenyekiti wa kijiji cha Siukula, kata ya Kimo. Tulipokea barua kutoka kwa kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Mission kwamba tuweze kuliachia kutoka kwa wananchi eneo tuliokuwa tunalitumia na wananchi kwa ajili ya kilimo cha vitu vya muda mfupi. Baadaye tulipopata hii barua, tuliitisha kikao cha serikali kwanza. Tulivyoitisha kikao cha serikali, baadaye tukalipeleka kwenye mkutano mkuu ambao pia ulihusisha hao wakulima wanaotumia yale maeneo ya mission. Baadaye tulivyoitisha ule mkutano mkuu, kwanza kwenye kile kikao tukajadili pia uhalali wa eneo lao kwenye kikao kwanza cha serikali. Lakini baadaye kwenye kikao kile cha serikali ikaonekana kwamba lile eneo ni kweli liko kwenye uhalali kwa eneo la mission, isipokuwa linatumika kwa muda na wananchi, baadhi ya wananchi wetu, lakini pia na wale wa vijiji jirani kama Ilolo na maeneo mengine. Kwa baadaye tukalipeleka kwenye mkutano mkuu. Tulipolipeleka kwenye mkutano mkuu, pamoja na wale wakulima ambao wanayatumia yale maeneo, walikiri kwamba yale maeneo wametumia muda mfupi na ni muda mrefu, lakini wametumia muda mrefu lakini kwa kupanda mazao ya kudumu, na ndicho walichokuwa wameambiwa kwamba wasipande mazao ya kudumu kwa muda mrefu, lakini waendelee kuyatumia yale mashamba. Kwa yale mashamba yalikuwa wengine yanatumika na baba zao, wengine babu zao, wengine kaka zao, wengine dada zao, lakini pia na wengine waliwahi kuyakodisha yale mashamba kutoka kwenye maeneo ya hao wananchi na kuyatumia kama wamekodishwa na hao wananchi wenyewe. Basi kwa hiyo hilo likazungumzwa, lakini baadaye tukasema hamna shida, basi tuwarudishie majibu watu wa mission. Kwa watu wa mission tukawarudishia yale majibu kwamba wananchi wa kijiji cha Siukula wamekubali, na baadhi ya wananchi ambao tulikuwa nao kwenye wa kijiji cha Ilolo kwamba yale maeneo sio ya kwetu, ni maeneo ambayo tulikuwa tunayatumia kwa muda mrefu, lakini tulikuwa kwenye makubaliano maalum kwamba yale maeneo sio ya kwetu. Kwa hiyo baada hapo ilionekana kuna kikundi kidogo ambacho hicho ndicho kilichoanza kuhangaika, kikatoka kwenye yale makubaliano kikaanza kwenda huku, kinaenda huku kwa ajili ya kutafuta haki. Tukapata habari pia kwamba walienda pia kwa mkuu wa wilaya, wakaenda TAKUKURU, lakini yote hayo ni katika kutafuta haki, ambacho kile kikundi kilionekana hakikutumwa, kilienda kwa kujitolea. Na baadaye tuliendelea kuwaona wananchi wanafanya mikutano mbalimbali, ambayo hiyo mikutano ilikuwa ni ya kupinga uhalali wa kupewa yale maeneo watu wa mission. Lakini baadaye tukawa tunarudi sasa kwenye yale makubaliano yetu, kwa mbona sasa kwenye yale makubaliano walikubali kwamba yale maeneo sio maeneo ya wananchi, ni maeneo ya mission. Basi kwa sisi tukaendelea kusimamia yale makubaliano ambayo tulikuwa tumekubaliana kwenye ule mkutano mkuu.